Hivi leo tuko hapa ili tuweze kuhamasisha watu wa Matungu ya kwamba ulemavu wa cerebral palsy uko na unaweza kuwa hata kwako wewe. Hao watoto usiwafiche nyumbani, tuko na nyumba ambayo inawatunza. Wewe kama mama ukiwa na mtoto ambaye ako na changamoto moja au nyingine, na upate mtu wa kukushika mkono, upate mtu wa kukusaidia, upate mtu wa kukupanguza machozi, ni jambo la maana. Na mama, mimi ninasema Mungu akubariki. Ni msafara wa kuhamasisha tu jamii ya kwamba kuna ulemavu aina mbalimbali, na labda wakati mwingine wewe hujawahi kuona, hujawahi kusikia, wakati mwingine hujakutana. Leo hii tuko hapa tunakuhamasisha ya kwamba leo tunasherehekea ama uhamasishaji wa dunia nzima kuhusiana na walemavu wa cerebral palsy. Hivi leo tuko hapa ili tuweze kuhamasisha watu wa Matungu ya kwamba ulemavu wa cerebral palsy uko na unaweza kuwa hata kwako wewe. Hao watoto usiwafiche nyumbani, tuko na nyumba ambayo inawatunza, tuna nyumba ambayo inawashughulikia, na nyumba ambayo inaona kwamba maslahi yao inakuwa sawa, na ni nyumba ya PVH ambayo ni Precious Virginia's Home ambayo iko hapa Lairi, sio mbali sana, tuko Matungu constituency, na tuko hapa tunapeana watoto hawa makao mazuri, tukishirikiana na wadhamini tofauti ambao wamehakikisha ya kwamba hawa watoto maisha yao yanakuwa salama. Ni hamasisho ambalo linaanza pale Mayoni, roundabout ya Mayoni, na tunaelekea pale Lairi PVH. Hapo ndipo tunaenda kukamilishia shughuli hii. Kwa hivyo iwapo unasikia sauti hii na unashangaa nini kinaendelea, tuko hapa na tunakualika uweze kujumuika pamoja nasi, uweze kuungana pamoja na msafara huu. Hawa ni watoto ambao ulemavu wao unawasababisha hawawezi wakajifanyia lolote. Ni watoto ambao pahali ambapo wamelala wanabaki hivyo. Usipowageuza kutoka mkono wa kulia uwalalishe mkono wa kushoto, wanabaki hivyo jinsi ulivyowawacha. Hawa ni watoto wanazaliwa na hali hii, na lazima tukubali na tuishi na wao. Tumeandika pale, do not pity us, empower us instead. Msituhurumie bali mtuwezeshe. Mfanye nini? Mtuwezeshe. Mtatuwezesha na nini? Tuwezeshe na wheelchairs ambazo ziko specific kwa mtoto mlemavu. Tuwezeshe na diapers, kwa sababu akiwa amelala hivyo anajiendea choo mahali ambapo amelala. Tuwezeshe na matandiko, tuwezeshe na chakula, tuwezeshe na dawa, kisha utuwezeshe na usafi. Tupatie sabuni, tupatie vitu ambavyo tunaweza fanya maisha yao yawe bora. Tumeelewana hapa jamani? Tumesema tunatoka wapi? Shiriji Oil Limited tuko Bungoma, lakini hapa ni Boma. Hapa ni nyumbani kwa sababu matukio yote na shughuli zote zinazoendelea katika Boma hii, sisi katikati ya wale lazima tuwe tunajumuika nanyi pamoja. Na ndipo sababu leo tulisema lazima tufike, tuweze kutembea na nyinyi, na baada ya kutembea tumetembea pia na keki kidogo. Tunataka kwamba tuweze kushirikiana pamoja na tuweze kuona vile siku inaendelea. Kuna hiyo nyumba ambayo mnaona kutoka pale kufika huku nyuma pale kuna jikoni. Mr. Shriji ndiye ametujengea. Mpigieni makofi tafadhali. Asante. Tumejua Mr. Shriji kutoka 2016 tukiwa hamna chochote. In fact lilikuwa wazo tu ambalo tulishare, tukamwambia kwamba tungelipenda kutengeneza makao ya watoto walemavu ili at least wakuwe na mahala wanaita nyumbani. So when I shared the idea with him in 2016, it was a little bit unrealistic. Lakini alikuja akatushika mkono, akaanza na kutujengea pale nyumba ya mabati. Bado tuko na kitu kinaonekana pale, akatupa mabati tukajenga chini juu, tukaendelea kukaa hapo. Lakini aliporudi akapata it was very true what we had shared with him. Akasema kwamba we can see there is something here that we can promote. Alafu akarudi akatujengea hii nyumba ambayo mnaona mmekaa hapo, na pia akarudi akatujengea kitchen. Ukitaka kunywa mafuta gas, wanasema kunywa Ola. Ukinywa Ola kuna percentage kidogo umesaidia hawa watoto.
kwa sababu kila wakati Msafinji anatujazia gasi yetu, hatutoi machozi tukifika, anahakikisha watoto wako na chakula. Na leo hii tumepata sponsor wa pili ukiongeza kwa Msafinji. Na hao ni akina nani? Isiweze kuganda ili mtoto aendelee na maisha. So sio watoto wote wenye wako na cerebral palsy kushindwa kusimama na kutembea. Wale wenye unaona hapa tunaita severe, yani ile hitilafu yenye ilifanyika kwa ubongo ilikuwa kali sana, na pia wakakosa huduma mzuri wakati walikuwa wanakuwa wa kupata mazoezi. Watoto wengi wa cerebral palsy unaweza kupata kwa shule, wengine wanaongea, wengine wanakula vizuri, mwingine anaweza kuwa daktari kama mimi. Ile kitu itakuwa na mshinda kidogo, hawezi kufanya vitu haraka na viungo zake vile wewe na mimi ninaweza, lakini anaweza kila kitu. Nafikiri na hayo tu. Cerebral palsy sio uchawi, cerebral palsy sio ati Mungu alikuacha. Cerebral palsy sio magonjwa ya ajabu sana, tena sio magonjwa, haiwezi kukuua. Hii ni hali ya maisha. Na ukiangalia watoto wako kwa kwa aina mbalimbali, kuna wenye wako na uwezo mbalimbali. So tunaomba tu vijana wenye bado mko na uwezo wa kuzaa, wa baba, kaeni na karibu na mama mwenye wako na mimba, msaidiane, mpendane, mchukue SHA ili wakati wa kuzaa ikifika usikuwa unangoja kwa laini ati kwa sababu utalipia SHA. Lakini hawa wazazi ni wazazi wa kiume ambao wako na watoto walio na changamoto, na hawa wazazi hamna siku hata moja wamechoka kufika kwa mikutano. Leo hii ni International Cerebral Palsy Day. Hawa ni watoto wetu. Hakuna yule ambaye, hakuna mama ambaye huwa akibeba ujauzito kwa miezi 9 anafikiria ya kwamba akijifungua mtoto wake atakuwa na changamoto moja au nyingine. Na mimi nataka kuchukua fursa hii kumshukuru mwanzilishi wa Precious Virginia kwa kusimama kwenye pengo. Sio rahisi. Wewe kama mama ukiwa na mtoto ambaye ako na changamoto moja au nyingine, na upate mtu wa kukushika mkono, upate mtu wa kukusaidia, upate mtu wa kukupanguza machozi, ni jambo la maana. Na mama, mimi ninasema Mungu akubariki, Mungu akuinue pamoja na kizao chako. Ile kazi ambayo unafanya sio kazi ya mzaha, sio kazi ya kuchukulia kwa urahisi. Na ndio maana sisi kama shirika la The Osanga Hope Foundation tulisema tutasimama na wewe, tutatembea na wewe kwa hii safari.